Hapa tukiulizana msikitini, kila mmoja na kisa chake cha kudhulumiwa au kudanganywa au kukhiniwa amana yake kwa njia moja au nyingine, na kama sio yeye basi ndugu yake, na kama sio ndugu yake jirani yake, na kama sio jirani basi amesikia waislamu wamedhulumiana. Khiana. Na wale wengine ambao tunawathamini kwamba ndio wanafaa kuwa na amana, ndio wamekuwa makhain wakubwa. Ni wapi leo ambapo khiana haijapita? Sio kwenye biashara, sio katika serikali, sio misikitini. Hata misikitini khiana imetanda, amana zimepotea. Amana ngapi za waislamu zinapotea katika mikono ya misikiti? Mali ya mayatima, mali ya wajane, mali ya waislamu. Amana inapopotea, fantadhiru saa, ngojeni kiyama. Na leo ndugu zangu katika imani, hii sifa ya amana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kana kwamba aliishi katika asri hii, akatueleza yanayojiri ama yatakayojiri katika wakati huu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sayati ala nasu sanawatun khadda'at, itawajieni nyinyi masiku ya uongo, masiku ya kuhadaana. Yusaddiqu fi alkadhib, mkweli muongo ndiyo atavalishwa sifa ya ukweli, na mkweli ndiye atakayebandikwa kwamba ndio muongo. Ndugu zangu katika imani, mpaka hapo hatujaona. Leo ni wangapi ambao wanadai kuzungumza kwa niaba ya wanadamu kwa ujumla, kwa waislamu, kwa viongozi ambao wamekhini amana za watu, na ndio ambao wamekuwa mbele kuzungumza kwa niaba ya watu. Angalia katika hali tunaoishi sasa hivi, hali ya uchaguzi. Billah alaikum, waangalieni wale ambao wanadai kwamba wanataka kuwa viongozi. Je, ni wangapi katika wao tunawajua wamekhini amana za umma? Wangapi wamekula mali ya umma? Wangapi wameandika talabati katika serikali za uongo, matenda za uongo, wakakula mali ya umma? Wewe siku ya kiyama ukamdhulumu mtu mmoja, ile hadithi ya ule muflis atakayefilisika يوم القيامة atakuja mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kisha maliza yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuambia kuna haki za watu. Ndio pale kama alivyosema Mtume, wakad shatama hadha wa akala mala hadha wa dharaba hadha, ananyang'anywa hasanati, anapewa yule aliyemdhulumu. Ikiwa zile hasanati hazijamalizika na anadai yale madhambi ya wale waliowadhulumu, wanakutweka wewe. Huyo ni mtu mmoja. Fama balukum, je, kwa wale ambao walikuwa wakiwaongoza watu, walikuwa viongozi watu 1,000,000, 200,000 au 300,000, hawa watu siku ya kiyama wanakungoja wewe. Ulipewa amana za kuwasimamia duniani, wewe ni kiongozi wao, ukachukua pesa za kulipa basari za shule, kuwanunulia sijui hospitali, sijui kuwachimbia visima, alafu ukazila zile pesa, ukanunua majumba, ukasafiri, ukaenda sijui hija, sijui ukaenda umra, ukidhania kwamba zile pesa unazisafisha katika hao watu 1,000,000. Wakikushika koo يوم القيامة, wanakuuliza ile amana uliopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu, uliopewa wewe kutusimamia sisi, tunataka utulipe leo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanadhania maisha haya ni maisha ya kudumu. Qul mata'u dunya qalil, maisha ya dunia ni mafupi. Usighurike na majumba, usighurike na magari. Wallahi maisha ni mafupi, unakwenda na mzigo mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu zile amana umezikhini. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kwamba wayatakallam ar-Ruwaybidha. Katika hadithi mwisho akaulizwa ar-Ruwaybidha ni kina nani? Akasema ni mtu tafi, mtu mjinga, mtu hana mbele wala nyuma. Yatakallama fi amri al-amma, huyo mtu ndio atakuwa anasimamia watu. Mtu ambaye hana elimu ya dini, hana tabia, hana akhlaq, hana amana, ndio atakuja kuwasimamia nyinyi na kuwaongozeni nyinyi na kuwasimamia kila kitu. Na ndio hali ambayo tunayo leo. Hizi ndio zama
laalla ndio zama alizotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amana inapopotea, kama alivyomuuliza yule bedui Mtume sallallahu alaihi wasallam, mata saa, kiyama ni lini? Mtume akamwambia kiyama alama yake ni wakati amana zitakapopotea. Masahaba wakashangaa, amana vipi itapotea? Akaambiwa itakapatiwa amri ya utawala kwa yule ambaye hastahiki kuwa kiongozi wenu, fantadhiru saa, ngojeni kiyama.